Sisi tulikataa chama cha Ford Kenya. Chama cha Ford Kenya kiliua kaunti yetu kabisa kwa miaka 10. Na mimi sitaki watu wa kwanza mfikirie mambo ya Ford Kenya tena. Ndio akili kabisa. Na mimi nawaambia ukweli kabisa, niko kwenye madhabahu hapa. Waliharibu kaunti yetu, waliharibu hata wafanyikazi wa serikali wakaamini kwamba pesa ikikuja ikungangania. Tunajaribu kufanya marekebisho. Ukifanya blanda ya kurudi kule, wala ambao walikuwa waweka mirija hapa Trans Nzoia, hiyo mirija tunawatarudisha tena. Tutarudi kwa umaskini ambao tulikuwa nayo. Mambo ya mbegu hamtawahi kuona basari, watoto watakunywa maziwa, hakuna barabara yatatengenezwa, hakuna maji yatachimbwa, hata kwa makanisa hamtawahi kuona. Mnaona kwa kanisa wote wanakuja tu akaja kutafuta kuona, kuja kudanganya watu, alafu wanapotea. Viongozi wetu ambao tuko nao kule mbele wameuza mali yote ya Western wamemaliza. Walianza ile jina kule Malakisi, ile ya cotton, ile ya pamba wakauza wakamaliza. Ile kitinda ile ya maziwa wakauza ikaisha. Wakaenda wakauza Mumias ikaenda hivyo. Jana wameuza Zoya Sugar Company. Waliuza Panipepe ikaenda wanatanganya kuna private investor anakuja kutengeneza. Panipepe imekufa, ukienda Webuye ilikuwa town vibrant. Hata walikuwa na timu inaitwa Panipepe, si ndio? Walikuwa na stadium, walikuwa wameajiri watu wetu, ilikuwa ni mali imejaa huko. Sasa hivi tukienda Webuye inakaa kama cemetery. Imebaki hivyo. Sasa wale ambao wamekuja kuinvest katika mambo ya sugarcane, ya sukari, private investors ndio wanaenda kununua hizo factory zetu za serikali. Ile ya mwananchi wa kawaida wananunua. Na mimi najua ile njama wako nayo, wanataka kununua hiyo alafu waue sukari. Ile bei ya sukari itakuwa imeenda kule juu. Watafuta wafanyikazi. Hakuna kazi ya jamii watafanya. Mkulima kulipa miwa itakuwa ni shida sana. Wanaambia chairman na managing director mwende handover factory yetu kwa Muhindi on a Saturday. Mbona ungoja Monday? Alafu wanauzia Muhindi shamba ekari 20,000. Kwa kila eka wanalipia shilingi 50,000 kwa miaka 30. 1 acre 50,000 shillings for 30 years. Ukipiga hesabu ni kwamba eka moja wanakodesha kwa mwaka shilingi 1,600. Hata hapa Cyprus wewe unakodesha buni mekwe ulipa shilingi. Kila shilingi 1,000 kweli. Sasa miaka 30 sisi tutakuwa wapi? Wala ambao wanakodesha watakuwa na miaka 90 wala ambao watakuwa nakumbuka hii maneno watakuwa ni wachache. Watoto wetu wachanga hawa watakuwa wanajua nini kilikuwa kinaendelea. Mali yetu imefanya nini? Imeenda. Tutakwenda kwa hii Nzoia hii wakingangana, mimi nitaenda Nzoia kesho. Na kama wanasema lazima uuze Nzoia, tutaambia ile Muhindi wewe nunua tu, lakini baada ya miaka 5 hizo serikali ikitoka pia sitakufukuza. Maana wewe kunyang'anya mali yetu. Yeye atakuwa mjinga kufikiri kwamba serikali itamsimamia achukue mali yetu na nguvu. Wacha niwaambie watu yangu, wananchi waikataa kitu. Hata ukileta jeshi, hata ukileta polisi, hata ukileta mandege, hata ukileta visa hii, haiwezekani. Kaje kuile bandu wengi. Utaona watu wangapi? Sisi tutakataa kama jamii kwamba mali yetu sasa hii tunaanza na hii, tunarudisha Nzoia, tutarudisha Panipepe, na tukipata nafasi ya kutawala dunia hii, tutafufua factory zote ambazo zimeuawa na serikali.